Njia 4 za kulinda utajiri wako. Ziko njia kuu 4 za kuweza kulinda utajiri. Jinsi ya kulinda mafanikio Mungu aliyokupa. Ni makosa sana kila siku unaanzisha biashara inakufa. Kila siku unaanzisha mahusiano inakufa. Kufa mara moja sio shida. Kufa mara 2 sio shida, ila kila siku yanakufa. Ayubu utajiri wake ulidondoka mara moja, na aliporudi ulirudi wote tena mara 2 zaidi ya utajiri wa mwanzo. Ila wewe kila siku ukidondoka 0 unapambana, unarudi tena 0 unapambana, unarudi tena 0 unapambana. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Njia 4 za kulinda mafanikio ambayo Mungu amekupa. Njia ya kwanza, achilia msamaha. Mwambie jirani, achilia msamaha. Kwa hiyo the same kwenye maisha yako. Kuna point utakuwa na utajiri mkubwa sana. Unapoweka kinyongo ndani ya moyo wako, unamaanisha unamkataa Yesu. Yesu vitu vyake vyote alisamehe. Yote aliyotendewa alisamehe. Lakini wewe umegoma kusamehe. Inamaanisha Yesu anatembea njia ya msamaha, wewe unatembea njia ya kinyongo. Mpo njia tofauti. Na hapo ikiwa mpo njia tofauti, Biblia inasema mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Hakuna atakayefika kwa Baba isipokuwa kwa kupitia kwangu mimi. Maombi yako hayatofika kwa Baba isipokuwa umealaini na Yesu. Kazi yako haitofika kwa Baba isipokuwa umealaini na Yesu. Baraka zako hazitotoka kwa Baba zije kwako kwa kuwa hauko kwenye njia ya Yesu. Upo kwenye njia ya kinyongo. Kwa hiyo ukuta mkubwa kwenye ulimwengu wa roho ambao unazuia baraka zisifike kwako, maombi yasifike kwako. Maombi unaweza kufunga hata mwezi mzima, ila unatoanga maji kwenye kinu. Kwa sababu uko kwenye njia ya kinyongo, njia ya kutokusamehe. Ndiyo maana baraka zako haziji. Maombi yako unaomba, in short, unamwomba kinyongo akupe baraka badala ya kumwomba Mungu kupitia jina la Yesu. Umeachana na njia ya kweli na uzima, unapambana na njia ya kinyongo. Mwambie jirani, samehe. Mwambie tena jirani, samehe. Mwambie achilia msamaha. Lakini ilifika point Yesu akiwa msalabani akasema, wasamehe kwa kuwa hawajui walitendalo. Sema, Mungu wasamehe kwa kuwa hawajui walitendalo. Hii ni kama kufunga macho. Hii ni kama kufunga macho. Unaashumu hajui. Mtu anakupiga msumari alafu unasema hajui. Mimi nasema mtu anakupiga msumari anakutoboa mkononi alafu unasema hajui. Hajui. Anakuwa, anaona anakuchapa mijeledi, unatoka damu, bado anaongeza. Amepiga msumari wa kwanza, bado anaongeza wa pili, alafu unasema hajui alitendalo. Hajui tu. Maksudi hayo. Uongo. Kwa hiyo kuna pointi ambayo unatakiwa uelewe. Mpango wa shetani ni nini? Kote kule shetani alichokuwa anakitafuta kwa Yesu ni Yesu amkane Mungu. Yesu aende kinyume na Mungu. Yesu aende kinyume na matarajio ya Mungu. Ila Yesu akutamka neno baya lolote. Kuna pointi ambako alikaa kimya. Nawe kuna moment unatakiwa ukae kimya. Ayubu, mambo yote aliyotendewa na shetani, mke wake ilibidi amwambie, wewe Ayubu, utajiri wote ikiwezekana kufuru Mungu ufe. Mke anamwambia kufuru Mungu ufe. Lakini Ayubu akutamka neno negative lolote. Inamaanisha vipi? Ayubu ilikuwa ni mashambulizi kutoka kwa shetani, lakini aliamua kukaa moyo wake pia mweupe, akiwa anaendelea kumtegemea Mungu. Biblia inasema Yesu hakuwa na dhambi, hakutenda dhambi yoyote. Mambo yote ambayo walimfanyia Yesu walikuwa wanamsingizia, wanamdhihaki, wanamtemea dimate, wakampiga msalabani, kesi ya uongo, kusingiziwa uongo. Kila kitu alichokuwa wanamfanyia Yesu kilikuwa ni cha uongo.
Kwa kifupi, kuachilia msamaha sio kazi nyepesi. Hiyo ni kugaranti. Kuachilia msamaha sio kazi nyepesi. Inabidi ujifunge macho uwe kama Yesu. Washumtu walikuwa wanagonga msumari lakini hawajui. Baba wasamehe kwa kuwa wajui walitenda. Jamaa amesimama kazini kakusingizia kesi kwa umeiba, kumbe ni yeye ameiba. Unatakiwa useme, baba, yule James kule kazini naachilia msamaha kwake. Yule aliyekusingizia kesi unatakiwa uachilie msamaha kwake. Kuna pointi umeota ndoto, umeona kabisa bibi yako mzaa bibi, mama yako mzaa mama, shangazi, mjomba, unaona anakuloga. Hapo nasema, wewe unaniloga. In short, ukiamka asubuhi, samehe, sema, baba, ninaachilia msamaha kwa Uncle Aman, naachilia msamaha kwa Uncle J, naachilia msamaha kwa Uncle fulani. Bwana Yesu, naamua kusamehe. Hii ngoma ngumu. Una maumivu. The moment uko kwenye maumivu unatakiwa usamehe. The moment uko kwenye maumivu unatakiwa usamehe. Hivi unajua Yesu pale msalabani asingekufa endapo asingetamka neno, baba wasamehe kwa kuwa hawajui walitendalo. Alivyomaliza hivyo alikata roho. The moment angeendelea kulalamika analia msalabani, hapo bado haiko alignment na Mungu. Mungu ni Mungu wetu, ni Mungu wa rehema. Rehema zake na fadhili zake ni za milele. Oh yes. Kwa hiyo key point number 1, the moment you fail to forgive, ule utajiri wako wote unakuwa subjected to the devil. Kama una gari, una nyumba, protection ya vile vitu vyako vyote vinakuwa subjected to the devil, kwa kuwa kiongozi wake sio hamtegemei Mungu, unakuwa unamtegemea shetani kwa kuwa umegoma kusamehe. Paulo, wakina Petro wanasema, nifuateni mimi kama ninavyomfuata Kristo. Nifuateni mimi kama ninavyomfuata Kristo. Inamaanisha yeye anamcheki Kristo anafanya nini na yeye anafuata. The same, Kristo ni kichwa cha kanisa. Kichwa kikiamua tunaenda sokoni, unaenda sokoni. Sasa wewe umejitenga na kichwa. Unataka utembee kiwiliwili, unatoanga maji kwenye kini. Kwa nini unajitenga? Umejitenga kwa kutokusamehe. Hii kazi ni ngumu sana siku ya leo. Msamaha ni kazi ngumu. Kwa sababu msamaha watu wengi wanasubiria, amekaa, amefurahishwa, amefurahi kidogo, ameletewa na zawadi, na mtu amekuja kupiga magoti mbele zake, akamwambia, natambua kuwa nimekosea na zawadi yangu hii nisamehe. That's not right. Mwambie jirani, that's not right. Hakuna kiumbe hata kimoja kilikuwa pembeni ya msalaba kikawa kinasema, Yesu tusamehe, tumekosa. Hakuna. Tena vilikuwa vinasimama kama ulifufua watu jikomboe mwenyewe. Yaani maneno mabaya yanaendelea kuzidi kwako. Hilo unatakiwa usamehe. Yule ambaye unategemea uanze kumsamehe, unapanga unamsamehe, sasa hivi unashangaa amekupiga tena jiwe. Amekuibia tena kitu cha pili. Unajiuliza, nisamehe vipi? Wangapi wananielewa? Kama unanielewa nyosha mkono juu. Amen. Formula ya kusamehe. Kusamea utaji mpaka uombwe msamaha. Sheria ya msamaha kulingana na Yesu Kristo, hautakiwi uombwe msamaha. Akija kuomba msamaha ni kwa faida yake yeye. Ila faida yako wewe, ili ulinde utajiri wako wewe, unatakiwa uachilie msamaha by must. If you fail, your wealth will disappear, will vanish. Because you have changed the direction. You have changed the direction. Umeanza kutembea na direction ya shetani. Shetani siku zote ni mtu wa kinyongo, ni mtu wa kulipiza kisasi. Ndio maana asilimia kubwa sana ya watu kwenye ulimwengu wa roho, waganga kwenye ulimwengu wa roho, waga wanakutafutia kosa ukosee ndio wakuhukumu. Yaani ukienda kwa mganga sasa ukisema nahitaji kitu fulani, atakupa alikazi ligumu, lete yai la mbuni. Ukishindwa tu tayari inasimama kama adhabu, anaanza kukushughulikia kwa sababu hujamtii, na yeye sasa hivi uko chini yake. Haujamtii, yani anakuambia mtoe mama yako kafara afe.
Ukigoma tu tayari anakushughulikia na kwambia utakufa wewe. In short, anatembea kwa kulipiza nini? Kisasi. Lakini upande wa Yesu Kristo unatakiwa uachilie msamaha. Msamaha sio uamuzi, sio kupenda, ni jukumu. Kwa Mkristo wa kweli msamaha ni jukumu lako. Sio kujisikia. Najisikia kusamehe, najisikia. Unajisikia nini? Hivi unafikiri Yesu alijisikia msalabani? Huku kuna msumari. Damu inaendelea kumwagika. Huko anaongezewa lidawa la uchungu. Pale unafikiri kuna kujisikia? Baba wasamehe kwa kuwa wajui walitendalo. In short, the same. Hii point ya kwa kuwa wajui walitendalo ni kwamba wote waliofanya makusudi kwako unatakiwa uwasamehe. Yaani by force, by fire. If you fail that, utajiri wako unakuwa umeutoa kwenye direction ya Mungu, unaanza kwenye direction ya shetani. Ile cover, ule ulinzi ambao Mungu alikuwa ameuweka, ule uzio wa moto Mungu ambao ameuweka kwenye mali zako, anauondoa, shetani anaanza kupiga. Twende kwenye reality. Hapa tunaenda kuongelea familia ambazo ziko very strong. Familia za watumishi wa Mungu ambazo ziko very strong. Shetani hawezi kuzivamia. Haizi akazipiga, haizi akazishambulia. The moment haizi akazishambulia, huaga anatafuta kama mtu ambako kako weak. Anaweza kawa ni mke, anaweza kawa ni mtoto, anaweza kawa hata ni mtu mpita njia. Unashangaa umeamka zako tu asubuhi, mtu tu amejikuta tu ameanza kugonga tu gari yako. Mtu tu amejikuta tu amekutukana. Umeamka tu asubuhi, kitoto kinapita tu hivi akikusalimii kama vile ni bibi, kama vile wewe ni mdogo wake. The moment unaanza kushikwa hasira, unaanza wewe njoo. In short, moyo wako unaanza kubeba chuki. Ukishaanza kubeba chuki, baraka yako imevurugika. Kwa hiyo ataanza kumfinya mke, atamfinya dada, atamfinya kaka, atamfinya baba. Unaweza kushangaa tu umeamka tu asubuhi, simu linapigwa la babako huko mguko. Yaani wewe huko mjini unaingiza mahela, kumbe jana umelala njaa. Unaanza kushikwa na hasira. Unamwambia wewe mzee ungejua, unanihukumu nini? In short, ni mapepo tu yamemvamia mzee. Yanaanza kumwambia awaze hivyo. For the moment unaanza kubeba chuki moyoni, hapo shetani anaanza kuingilia. Miracle yako inapotea. Endapo siku umeamka ulitakiwa upate miracle, upate muujiza. Ile siku ya muujiza yenyewe shetani hawezi kuizuia. Hawezi akazuia chochote. Kwa hiyo kitu anachokitafuta, anatafuta uingie chuki, uingie kinyongo, uingie mafarakano. Kama unielewe, nenda kaulize wanandoa. Siku wako kwenye umaskini, wako kwenye shida, wanapambana. Wote wakiwa kwenye shida, kwenye umaskini, hamna kugombana. Wako tena unakuta upendo wewe. The moment wameomba, Mungu amesema anaachilia baraka. Ndio utashangaa tu mtu ameamka tu amenuna. Yaani in short tu amenuna tu. Yaani amenuna. Amenuna yaani without reason. Unaambia shida gani? Hakuna. Endelea na mambo yako. Unaweza kujiuliza nimekosea nini? Nimekwambia kaa kushoto. Basi uelewi chochote. Hapa ni shetani anaanza kuimpose chuki. Akisha impose chuki, mkishaanza kugombana, tayari unakuwa umefungua mlango yuaye kuingia. Kwa hiyo kutokusamehe ni unamfungulia shetani mlango mkubwa sana ambao yeye ataingia. Na shetani akishapata mlango wa kuingia, ameingia ndani ya nyumba, anaanza kuwa ile baraka, ule muujiza alikuwa hawezi kuua kwa sababu ya chuki mlionayo. Amepata mlango wa kuingia ndani. Baada ya kuingia ndani, anaanza kushambulia. Akishaanza kushambulia, anashambulia mpaka uje kugundua baadaye, unakuwa umefeli sana. Unakuwa ushakuwa nyanga. Unakuwa ushashambuliwa vya kutosha. Kuna familia, kuna mwalimu mmoja, kuna wachawi fulani hivi kuna mchawi fulani hivi aliokoka. Huyu mchawi aliokoka alisema kuna mwalimu fulani shule fulani alikuwa haingiliki. Kitu tulichokifanya, tulimanipulate mwalimu mwenzake amsingizie kesi. Baada ya kumsingizia kesi, hii kesi ni kwamba afukuzwe kazi.
second master akaizinisha, akapeleka faili, likaundwa faili la kesi yake, likapitishwa, mwalimu fulani akaizinisha, likaenda kwa headmaster. Headmaster akatangaza mwalimu fulani tumemfukuza. Yule alipotoka pale shetani alianza kuataki nyumba yake. The moment anaanza kuataki, yule kijana alipofika home, kabla hajalala alitamka maneno yafuatayo. Alisema, Mungu, mwalimu Amina aliyenisingizia kesi, nachagua kumsamehe. Wewe Yesu uliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, ninaomba kila dhambi alizozitenda naamua kumsamehe. Kila makosa aliyonitendea naamua kumsamehe. Yule mkuu wa shule naamua kumsamehe. Wale wote waliosikia kesi yangu naamua kuwasamehe. Mungu, nauosha moyo wangu uwe mweupe. The moment ametamka vile, shetani akawa hana tena mlango wa kuingia. Ile chuki imeshafutwa, kinyongo kimeshafutwa, hana tena mlango wa kuingia. Kwa hiyo kesho yake asubuhi akapigiwa simu kwenye shule nyingine, akajiriwa mshahara mara 2. Hiyo inaitwa kumpiga chura teke unamuongezea speed. Kumpiga chura teke unamuongezea nini? Speed. Wangapi wananielewa? Wangapi wananielewa? The same, the top issue ya kusamehe. Jambo la kwanza unatakiwa uachilie msamaha sawa sawa na Yesu. Jambo la mwisho, tamka baraka. Kama mtu anavyowazaga, yani unakuta wameachana, useme, Mungu, ninaomba ex wangu umbariki, umuongeze, anunue hata gari. Maombi haya ni magumu. Nimekwambia ni magumu kama jio kikaa hivi. Unawaza amedondoka, ameumwa, hajapata ajali. Hiyo bado ni akili za kishetani. Inatakiwa ufikie level utamke, Mungu, yule ex wangu James, ninaomba umbariki, msamehe, naomba umbariki, ninaomba umuinue, baraka zako zije kwake. Watu wako kama wananishangaa. Hichi kitu kigeni sana. Sio kitu kigeni. Sio kitu kigeni. Ndio Biblia, ndio Yesu mwenyewe. Unaachilia baraka kwao. The moment umeachilia baraka kwao, tayari umeinforce, umejitenga wewe. Umejitenga, yani umeingia totally kwenye njia ya Yesu. Ukishaingia kwenye njia ya Yesu, kesi zake yeye unamuachia yeye huko. Na the moment umefikia level ya kutamka baraka kwake, hiyo ndio msamaha kweli kweli. Unajijua kabisa, hapa nimesamehe kweli kweli. Nyosha mkono useme, Baba, kwa jina la Yesu, yule mtu aliyenikosea siku ya leo nimetambua, iwe ni shangazi, iwe ni mjomba, iwe ni bibi, ninachagua kusamehe. Mungu, kila uchungu moyoni mwangu ninauondoa, kila kinyongo, kila hasira. Mungu, ninachagua siku ya leo kusamehe. Hiyo ni step ya kwanza, msamaha. Hiyo ni njia ya kutunza mafanikio. Kwa sababu gani? Mimi kwa nini nakwambia kwa nini? The moment umepokea gari kubwa, shetani anapambana kukusababisha upate ajali. Hawezi kuingia kwenye gari, hawezi kufanya chochote, atakusababishia chuki na mtu fulani. The moment ametengeneza chuki, anaingia kwenye gari na kusababishia ajali, unakufa. Kwa sababu ya chuki, kwa sababu ya kinyongo. Hautakiwi ukae na kinyongo. Kaa moyo mweupe, kuwa na amani ya Kristo. Ndio maana Yesu alisema, amani yangu na wapeni. Amani yangu na wapeni. Sio amani ya dunia hii, bali ni amani ya Yesu Kristo. Namna ya kumaintain utajiri au mafanikio yako, njia mojawapo ni kutokufungua mlango wa shetani. Na mlango wa shetani unafunguliwa kwa kutokusamehe. Omba, achilia msamaha. Yule aliyenikosea pale kwenye biashara, pale nyumbani, aliyeniibia, wale wote walioniibia, ninaachilia msamaha kwao. Bwana wasamehe. Yule aliyenitukana, yule
anasingizia kesi, na achilia msamaha kwake. Ninaomba Bwana Yesu umsamehe, umuoshe yule ndugu yangu aliyenitamkia maneno mabaya. In Jesus name we pray. Njia ya pili, kumaintain. Hapo hivi andika, kutunza mazingira ya kiungu ya nyumbani kwako. Jitahidi uandike, hizi pointi ni ngumu sana, hazipatikanagi kokote. Kutunza mazingira ya kiungu ya nyumbani kwako. Hii ni pointi ya pili. Maintaining spiritual state of your house. Nyumba yako imekuwa maintained in spiritual state. How? Mwambie jirani wako how. Tokea Agano la Kale mpaka Agano Jipya tunaona ya kwamba Mungu alikuwa akikutana na madhabahu za Baali, madhabahu za nguvu za giza, madhabahu za Ashera, madhabahu za giza. Hizi madhabahu za giza zilikuwa zinafanywa kazi gani? Yaani alikuwa anazifanyaje? Nani anaweza kanipa jibu? Kujua kuna madhabahu ya giza kwenye Biblia, madhabahu za giza kwenye Agano la Kale, zile madhabahu Mungu alikuwa anafanyaje ili kuziondoa? Alikuwa anafanyaje? Zilikuwa zinavunjwa. Mpigeni makofi. Madhabahu za giza alikuwa anavunja. Why kuvunja? Why? Naomba nimuulize jirani yako why. In short, mfano umeingia ndani ya nyumba, kukaa kuna madhabahu ya giza. Ile madhabahu ya giza hata uombe vipi, madhabahu ya giza inakumonitor. Inasema unaniabudu mimi. Inasema huyu ndio Mungu wangu. Inasema wewe unamtumikia ile madhabahu. Kwa hiyo ile madhabahu inatakiwa iharibiwe ndani ya nyumba. Kwa hiyo spiritual state of the house, namba 1, mazingira ya kiungu ndani ya nyumba. Jambo la kwanza, vitu vya shetani visikae ndani ya nyumba. Endapo kitu cha shetani kipo, inamaanisha shetani ana access ya kuingia. Endapo eneo kuna madhabahu ya shetani ana uwezo wa kuingia. Kwa hiyo the moment umeingia kwenye nyumba, umepewa nyumba nzuri, ina mafanikio, ina kila kitu. Lakini endapo pale pembeni yako kuna madhabahu, utaomba sana, utafunga hata siku 50, lakini paka ile madhabahu ivunjwe. Ukiweza kuivunja ile madhabahu, ndio baraka zako zinaanza kuja. Kama hujaivunja, japo uiabudu au ufanye chochote, kuwepo kwake tu tayari shetani anakuwa na access ya kuingia ndani ya nyumba. Ndio maana Abraham alipoambiwa toka eneo liloko, acha nyumba ya babako na mamako, nenda mpaka nchi nitakayo kubariki. Alipofika kwenye ile nchi, alijenga hema nje ya mji. Kwa nini anajenga hema nje ya mji? Hakutaka kujichanganya na ile miungu ndani ya nyumba za watu wengine. Hakutaka kuchangamana. Akaanza kutembea na Mungu. Akajenga hema nje ya mji ambako hamna madhabahu. The moment wakina Gideon, taifa la Gideon liko kwenye utumwa, Mungu alimpa maelekezo Gideon. Alimwambia kwanza avunje madhabahu za babake. Madhabahu walizokuwa wanaziabudu, zile madhabahu za Baali. Na baada ya kuivunja akasimamisha madhabahu ya Mungu. Kwa the moment unahitaji utajiri, unahitaji ufanikiwe, unahitaji uvuke, una uwezo wa kwenda kwenye biashara, unasema hapa mbona sifanikiwi? Cha msingi kuna madhabahu ya giza pale. Hiyo frame unayoitumia kuna mtu alikuwa anaitumia pia. Amesheka madhabahu, amesheka zindiko. How will you go forward? Unatoboa vipi? Utoboi, kuna madhabahu. Madhabahu ya shetani inatakiwa ivunjwe. Hapa nimeongelea madhabahu kama single thing. Kuna watu wengine sasa hivi wamebadilisha formula, madhabahu wanatembea nazo. Hii ngoma tofauti. Unaona hii anointing oil? Na uwezo wa kuomba hapa kwenye madhabahu. Nikafanya maombi hapa, yakatendeka, na miujiza ikatokea. Na uwezo wa kukupa anointing oil, nikakwambia nenda kamwekee mgonjwa. Yule mgonjwa anatoka na nguvu ya madhabahu kupitia hii anointing oil. Ule mgonjwa anapona, sio kwa sababu ya nini? Kwa sababu hii anointing oil imetoka kwenye madhabahu. Kwa hiyo anapotembea nayo, tayari anatembea na anointing, yani msawasawa anatembea na nguvu ya Mungu. Ngapa ananielewa?
Ngapi wananielewa? Petro alikuwa anaombea nguo, inaenda inaponya mgonjwa. Kwa hiyo inamaanisha nini? Madhabahu siku zote tunajua inaponya, madhabahu inanena, madhabahu inapokea sadaka. The same kama in short, nguvu ya Mungu iliyoko kwenye madhabahu ina uwezo wa kubebeshwa kwenye nguo ikaenda eneo fulani, mtu akapona. Sasa the same applied kwa shetani. Kuna point unaenda dukani unanunua chain ina nembo ya Freemason. In short, ukiwa unaivaa wewe muda wote, hata kama uongee unasema mimi ni wa Freemason, mimi ni wa Freemason, mimi ni wa Lucifer, mimi ni wa Lucifer. Kuna pete za kichawi, ndio maana kwenye ndoa unaonaga kanisani huwa wanaitakasa sana pete. Reason ya ujuzi wetengenezwaje. Kwa kuna moment unavaa pete kumbe ushafunga ndoa, unaanza kwamba Mungu nifanikishe kwenye ndoa, mahusiano. Mungu anasema mbona shetani anaangalia mbona mume wako namuona? Mbona namuona mume wako ushafunga ndoa? Unataka ndoa ngapi? Biblia anasema ndoa moja. Ndoa moja tayari unayo. Si pete hiyo. Unakazana maombi, funga siku 40 utoboi, kwa sababu tayari spiritual state of your house, spiritual state of your body is not active. Utafunga siku nyingi sana, utaomba sana, lakini hamna matokeo. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna kifaa cha shetani kilichotoka kwenye madhabahu ya shetani kinafuatilia maisha yako. Muulize jirani, nini kazi ya irizi? Muulize tena, nini kazi ya irizi? The main function namba 1 ya irizi ni kusimama kama madhabahu au kusimama kama poto ya shetani, kusimama kama monitoring spirit. In short, ili mganga afanikiwe kuingia ndani ya nyumba yako, kuna point anakwambia chukua hili irizi, nenda kaniweke kitandani. In short, nyumba nzima mganga inakuwa ni ya kwake. Akitaka kuja asubuhi anakuja, usiku anakuja, saa 8 usiku anakuja, kwa sababu kuna kifaa changu huku. Kuna kifaa changu kumekuja kukifuata kifaa changu, kwani chako. Alafu ukikamata ukalitoa tu. Anakwambia makosa. In short, mazindiko yaliyotamkwa ni mazito. Shetani akishakupa masharti, the same. Unaona watu wa Freemason wanapenda kuvaa machain yana manembo. Wengine wanavaa mapete makubwa. Reason ni kwamba akiyavaa yale ni sawa sana amevaa madhabahu za shetani tayari, anakuwa na mapawa. Asipotembea na irizi mfukoni na hema, anakosa nguvu. Uchawi wake ufanyi kazi. Ni sawa sana anatembea na madhabahu mfukoni. Kwa hiyo ninachokiongelea hapa ni kwamba kuna pointi ambayo upo ndani ya nyumba yako, umeweka kitu chochote cha shetani, umeweka mkufu, umeweka chochote unakivaa. Unaweza kuwa unafanya maombi hata siku 300 hayajibiwi. Reason kubwa ni madhabahu. Reason kubwa ni kile kifaa cha shetani kinakuwa kinafanya kazi. Kuna juzi tulikuwa tunaomba, nimefanya maombi sana, mtumishi mmoja, sitaki nitaje jina, fanya maombi ya kutosha, anatakiwa ainuke kiuchumi, ainuke. Ameshapata contract nyingi sana za kwenda nje ya nchi, haendi. Kufunga anafunga ni siku 21. Anafunga siku 21. Paka anaanza kujiuliza, hivi huyu ni mtumishi au ni nini? Yaani ana kiu paka anamzidi mtumishi fulani. Sasa nikaanza kujiuliza, what is the problem? Kitu ambacho Mungu alijua kunionyesha. Alinipeleka kwenye ndoto ya yule dada. Akanionyesha mama yake mzazi. Aliponionyesha mama yake mzazi kwenye ndoto, mama yake mzazi alikuwa ana mtoto wake mwingine wa kiume anaumwa. Akaenda kwa mganga. Alipoenda kwa mganga akaingia contract. Alipoingia contract, yule mganga aliingia contract, ila kitu ambacho alitakiwa kukitoa, kila kitu unachokichukua kwa mganga kina malipo. Alichotakiwa kukitoa, alitoa kumfunga shetani. Yaani mganga alipata access kwa yule dada, akamfunga miguu. Akachukua na chain akampa yule bibi, yule mama yake. Alipompa ile chain akamwambia, hii mpe mtoto wako wa kike. Kwa yule mtoto wa kike alikuwa na chain ina kidude fulani hivi, cha urembo fulani hapa, alikuwa anaipenda sana yule dada. Kwa hiyo kila siku ameivaa. The moment nimeonyesha hiyo ndoto, siku naenda kuomba naye, nikamwambia chain uliovaa. The moment namwambia chain uliovaa, dondoka chini, pepo likadondoka.
The moment namwambia tu chain uliovaa, hata hajaitoa. Tulivyoitoa ile chain, alikuwa delivered total. Amen. Alikuwa delivered total. Haijalishi amefunga mara ngapi, haijalishi amefanya nini mara ngapi, lakini chain ilikuwa connected kwa mganga. Yeye alikuwa sio ndani, sio chochote, ni kwamba anatembea nayo tu. Spiritual state of your house. The moment unatembea na agano, the moment unatembea na covenant, the moment unatembea na chochote cha shetani, tayari unaanza kudeclare wewe ni wa shetani. Ni sawa sana pete. Pete ni urembo tu. Gold. Si gold mkononi, ila ina signify kuwa umeshafunga agano. Sasa ile chain ilikuwa inamfunga hadi miguu. Inasema huyu atabakia hapa kijijini. Tenda yoyote ikitoka ya kwenda nchi za nje alikuwa endi. Passport tu hata visa kuipata ilikuwa ngumu. Ila ninapoongea sasa hivi, dada yule ameshaenda Dubai mara 2. Amen. Ameshaenda Dubai mara 2. Mnyosha mkono yusema Baba kwa jina la Yesu. Ninaomba hekima. Naomba maarifa ya kuweza kushikilia, kumaintain hali ya kiroho ya nyumba yangu. Hali ya kiroho ya nyumba yako ina maintain vipi? Jambo la kwanza, kila kisicho cha kiungu unakitoa. Hii ni kazi ngumu. Chain yako nzuri unaipenda, ila tuliharibu ile chain ya mtu siku zile. Lese unataka uharibu. Kisicho cha kiungu, kama unatambua kabisa kisicho cha kiungu, una uwezo wa kukiharibu. First point. Second point ni kisicho cha kiungu au ukipewa zawadi, ukipewa chochote, Roho Mtakatifu usikosa amani, unatakiwa uanze kukiombea, unakitakasa, unakiweka wafu. Unakitakasa, unakiweka wafu. Unaweza ukachukua anointing oil, unaweza ukakikamata ukakiombea, ukasema kwa jina la Yesu Kristo, ninatilia damu ya Yesu Kristo juu ya hiki kifaa. Kila maneno yaliyotamkwa juu ya kifaa hichi, kila uchawi uliotamkwa juu ya kifaa hichi, hauna mamlaka kuanzia sasa. Natamka damu ya Yesu Kristo inanena mema juu ya hiki kifaa kuanzia sasa. Ninakitenganisha na kila madhabahu, kila uchawi ulionenwa juu yake. Kuanzia sasa kinamilikiwa na Mungu. In Jesus name umemaliza. In Jesus name umemaliza. The same, kuna watu ambao mtatoka hapa sasa hivi, mtakuwa mnaenda hotelini, mnaenda maeneo mbalimbali, mnaenda eneo mbalimbali. Kitu kinachohitajika ni kufanya maombi ya kudedicate chumba. Usianze maombi ya kudili na watu wa nje huko. Unaweza ukafika ukachukua anointing oil ukaweka kwenye mto. Unaweza ukashika mto wako ukauombea, ukasema Baba kwa jina la Yesu, ninafunika chumba hichi kwa damu ya Yesu. Ninatenganisha chumba hichi na kila maagano. Kila aliyelala kwenye chumba hichi, akaacha mikosi, akaacha laana. Hizi laana sio pati yangu. Unakidedicate kile chumba kwa damu ya Yesu Kristo. Unatamka nuru kwenye kile chumba, kinakuwa nuru. The moment unaingia tu buguju. Unaingia buguju. Unajichangamana na mikosi. Kama alilala kwenye kile chumba alikuwa na laana, the same unapokea laana. The same unapokea mkosi. The same unapokea shida. Kuna harusi ilifungwa kanisani juzi pale. Alikuwa sometimes alikuwa na hela ndogo ndogo. Inshoti akaniambia nataka niende nikakodishe gauni la bibi harusi. Kukodisha 800,000, kutengeneza sio milioni 4. Nikamwambia hakuna kukodisha. Hakisha unatafuta jipya. Nilimwambia tu hivyo. Roho Mtakatifu aliniambia mwambie tu hakisha natafuta jipya. Kivipi? Huyu aliyelivaa alitamkia nini? Sasa sema unavaa gauni tu la bibi harusi na changa apati mimba. Sasa nini ni gauni? Kama una power ya kubreak power iliyoko kwenye ile gauni, ufanye maombi ya kutosha kuvunja maagano yaliyoko kwenye ile gauni. Direct usichukue. Sometimes nunua tu kipya, mambo yanyoke mbele. Ngapi wananielewa? Ngapi wananielewa? In short, mimi kuna kipindi kuna mtu nilimwambia aniletee bukta. Akaniletea bukta za mtumba. Nyumbani kwangu kuna madhabahu. Niliweka pale kwenye madhabahu. Niliweka kwenye madhabahu. Kwenye ndoto ninaambiwa toa zile bukta. Nilizichukua nikazichoma moto zote. Nilizichoma moto. Ni hela kweli umetoa, lakini nilichoma moto. In short, kuna maombi mengine ni upotezaji wa muda. Sasa unaanza kuombea bukta. Ombea hata gari, ombea gorofa ya.
Sawa. Mwambie jirani acha umaskini. Mwambie tena acha umaskini. Kwa hiyo key point ambayo naiongelea hapa, maintain spiritual state. Jambo la kwanza, ondoa vitu. Jambo la pili, vitu vyote vinavyoingia ndani vitakase. Mtu anayeingia nyumbani kwako mtakase pia. Mtu anaingia nyumbani kwako pia mtakase pia, na pia umtenge. Unamtenga kwenye ulimwengu wa roho. Utaki kunielewa? Nenda kakae kwenye biashara. Kuna mtu mmoja tokea imeingia kwenye kampuni, hasara kila siku. Na huyo ndo anajifanya kama anapiga kazi. Yeye anawahi ofisini, anafanya kila kitu. Yeye ndio wa kwanza. Ila kila siku hasara. Unataka kujiuliza, kampuni yangu mbona inashuka? Utajiri wangu mbona unashuka? Iko kijamaa kilikoingia. Ndio ka agent. Yaani kila siku naleta wingu. Kikifika kinakuja mapepo. Kuleta wingu kikifika mapepo. Utakuwa unatwanga maji kwenye kinu. Watu ambao wanaelewa biashara wanafikiri wananielewa. Watu wanaelewa biashara wanafikiri wananielewa. Kuna point unaajiri mtu mmoja wa shetani, direct biashara yako yote inaanza kushuka. Ukitafuta kosa kwake ulioni. In short, yeye ndo amebeba madhabahu. Connection za giza. Sometimes shetani, Mungu anakuambia mtoe kazini huyu. Fukuze. Yaani bila hata kujiuliza, yaani without any reason. Tamsingi hapo ndo na sijajua wisdom gani utatumia, si utatengeneza kesi, si utani. Sometimes utaomba. Mungu utashangaa tu anaamka tu asubuhi, sijisikii kuja kazini. Safi sana. Sema Mungu afanya kazi. Safi sana, Mungu afanya kazi. Sio kila mfanyakazi anaacha kazi unaanza kumlalamikia, sio amekuuzi, sio amenini. Hapana, sometimes Mungu anakutenga na. Mungu anakutenga na. Hiyo ni step nambari 2 ya ku-maintain spiritual state. Step namba 3 ni kuleta mbinguni duniani. Ya ku-maintain spiritual state, yaani unaileta mbinguni duniani. Unaileta mbingu duniani. Mwambie jirani yako, unailetaje mbingu duniani? Swali ni kwamba mbinguni wewe tokea unazaliwa mpaka sasa hivi, unajua mbinguni unaenda kufanya kazi gani? Nani anaweza kuniambia mbinguni ulisikia watu wakifika mbinguni, malaika mbinguni huwa wanafanya kazi gani? Mkono juu. Kusifu na kuabudu. Kwa hiyo Mungu huwa anapenda kukaa kwenye kusifu na kuabudu. Mungu ndo anakaa katikati. Wazee 24 mbinguni wanainama na kuinuka, wanasema haleluya, haleluya, in short wanasifu na kuabudu. Sasa ukitaka Mungu akae kwenye nyumba yako, unaipiga nyimbo za kusifu, kuabudu, Mungu atakuja. Yaani atakuja by fire, by force. Anajiuliza, ni nani huyo anayenisifu na kuniabudu? Niende kwake. Mungu anashuka. Ukuta wa Yeriko ulikuwa ni mkubwa kuliko, ilikuwa ni very dangerous. Mkuta mkubwa sana. The moment Mungu akakaa mbinguni akasikia kuna watu wanasifu na kuabudu huko. Wanasifu na kuabudu kisa nini? Ukuta umedondoka. In short, Mungu akasema hawawezi kunisifu alafu mimi nishuke nikae eneo ambalo kuna ukuta. Mungu akashuka, akavunja ule ukuta, akavunja vile vizuizi, akavunja yale madeni, akavunja yale magonjwa, akavunja yale mikosi, akavunja ile aibu, akauondoa ule umaskini kwenye maisha yako. Ngapi ananielewa? Sema kwa jina la Yesu Kristo. Nipe hekima ya kupiga nyimbo za kusifu, za kuabudu kwenye nyumba yangu. Pigie Yesu makofi. Hiyo ni step ya ku maintain spiritual state of your house. The moment unaanza kupiga manyimbo ya majini, mapepo, sometimes unaanza kuplay movie ya majini. In short, wewe kama uamini ninachokiongea, leo nenda katafute movie ya jini. Alafu icheki usiku saa 5 hadi saa 6, alafu ulale, utaiota. Na hayo majini kweli utaamka saa 8 usiku unajiuliza nini alikuwa anaifukuza. In short, umeakaribisha majini kupitia ile movie tu. Hiyo movie sio nini, umeleta madhabahu ya Mungu kupitia movie. Ile TV umeigeuza kama poto. Shetani anasema nani wewe unanisifu, anaanza kuniangalia, ananibembeleza, yani anatamani anione, aone ninavyofanya, anataka anijue. Biblia inasema mjue sana Mungu. Mjue sana Mungu. Hajasema mjue sana shetani. Wewe kumjua shetani ni kazi yako. Kwa hiyo vitu vya shetani achana navyo, achana na irizi, achana na vitu vya giza, vitoe ndani ya nyumba yako. Sema kwa jina la Yesu. Kila kisicho cha kiungu
kwenye nyumba yangu na kiondoa kwa jina la Yesu. Very good. The last state ni maintain spiritual state ya nyumba yako ni declaration, maombi ya declaration, maombi ya kutamka. Unasema naitenga nyumba yangu kwa damu ya Yesu Kristo. Unaweza ukachukua anointing oil, unaweza ukachukua maji, unaweza ukachukua chochote ukaweka kwenye mlango. Ukasema na utakaza mlango wangu. Hakuna adui atakayeingia. Nyumba yangu kuanzia sasa imefunikwa kwa damu ya Yesu. Watoto wangu wamefunikwa kwa damu ya Yesu. Biashara yangu imefunikwa kwa damu ya Yesu. Wateja wangu wamefunikwa kwa damu ya Yesu. Wapi ananielewa? Unaitenga nyumba yako. Kila siku unafanya maombi ya kuitenga nyumba. Hiyo ilikuwa ni namna ya pili ya kumaintain utajiri. Ya kwanza nimesema achilia msamaha. Ya pili nimesema maintain spiritual state of your house. Hakikisha una maintain au unasimamisha uwepo wa kiungu kwenye nyumba yako. Mungu akiwepo eneo, giza liwezi likaja. Step number 3 ni inaitwa consistency prayer. Mwambie jirani consistency prayer. Consistency prayer ni maombi ya muendelezo. Maombi bila kukoma, maombi ya muendelezo. Hii maombi ya muendelezo ni vipi? Mwambie jirani ni vipi? Maombi ya muendelezo maana yake ni unatakiwa uombe ukiwa kwenye shida na pia ukiingia kwenye raha uombe. The moment umeomba kuhusu ndoa, umemaliza, umepata ndoa, umefunga ndoa, umemaliza, usistop maombi. Unatakiwa uendelee kuomba. Ukistop maombi unampa mwanya shetani, unamfungulia shetani mwanya wa yeye kuingia. Ndio maana Biblia inasema kesheni mkiomba, msije mkaingia majaribuni. Yaani hajasema ombeni saa 6 ili msije mkaingia majaribuni. Kesheni mkiomba. Kwa hiyo inamaanisha kila siku unatakiwa unaomba. Isije ikapita siku kwa uombi. Ikipita siku ya kwanza shetani analeta pepo wawili. Wanakaa mlangoni, wanaanza kuchunguza. Huyu kumbe anafanyaga hivi, anafanyaga hivi, anafanyaga hivi, anafanyaga hivi. Hiyo siku ya kwanza. Siku ya pili akiona tena uombi, wale wawili wanaenda kuleta wenzake, mapepo wenzake 7. 7 na 7 wanakuwa 14. Wanaingia ndani ya nyumba wanaanza kuleta. Unaanza kujisikia kama kwenda kanisani ni ujinga. Unatafuta viklipu vya kujisupport. Kanisani matapeli, kweli matapeli sana. Unajifariji. Una nini? Unajifariji. Unaanza kutafuta vitu vya kujifariji. Injoti kati ya watu ambao wanapiga makelele mtandaoni ni watu walioachika. Masingle mothers. Wanatafuta mtu wa kujifariji, yani anatafuta kujidefend. Kwa sababu wanajiona yuko kwenye kosa, kwa hiyo utakuta wanaongea sana. Kwa hiyo wale wanatafuta nini? Kujifariji. In short, kwa kifupi, kuwa single mother, kusisitiza kuwa ndoa sio sahihi ni makosa na ni mpango wa kuzimu. Mwambie jirani ni vipi? Kwa nini? Kwa sababu kama unasisitiza kuwa ndoa ni kitu kibaya, inamaanisha Mungu alifanya ujinga kwenye bustani ya Eden kumleta Eva. Hiyo ni first point. Second point, huyu hapana mume. Huyu hapana mume. Huyu hapana mume. Huyu ni mume hana mke. Huyu ni mume hana mke. Huyu ni mume hana mke. Hisia za mapenzi huyu anasitibu nani? Za mapenzi huyu anasitibu nani? Za mapenzi huyu anasitibu nani? Wote wanaweza kusimama. In short, huyu akitaka anachukua, huyu akitaka anachukua, huyu akitaka anachukua, huyu akitaka anachukua. Inakuwa ni very demonic. At the same time, hisia za mapenzi asilimia kubwa zinachangiwa na Mungu. Hisia za mapenzi zimeletwa na Mungu, na at the same time shetani huwa anapenda kujiongeza. Ndio maana watu wengi wakiwa kabla hawajaoa wanakuwa na kiu ya mapenzi sana. Ila ukishaingia ndani ya ndoa unasikia hakuna nguvu za kiume. Yaani ile kiu imeondoka, the same nguvu za kiume hakuna. Hiyo ni ujinga. Mwambie ni ujinga. Yaani ni demonic plan. Hiyo ni demonic plan. That is demonic plan. Kwa key point inayoiongelea hapa ni kwamba mpango wa shetani, hii consistency prayer, usipoomba mapepo yanaanza kuja. Usipoendelea kuomba endelea kuongezeka. Yanaendelea kuongezeka na yanaanza kupiga kisirisiri, usije ukashtuka. The moment unashtuka unakuja kukuta biashara iko down. Hichi kiko down. Hichi kiko down. Hichi kiko down. Unashtuka.
uko chini, unaanza tena kupanda tena upya. Utajiri umeshafika 0, unaanza tena kupanda upya. Mapepo yanaingia yanajaa kwa kijana wa kwanza, kijana wa pili, kijana wa tatu. Unashangaa anaamka tu asubuhi, baba mimi sijisikii kuja kazini. Wa pili tena sijisikii kuja kazini. Wa tatu tena sijisikii kuja kazini. Mwingine unashangaa tu pap mimba. Umeajiri watoto wa kike 4. 2 wana mimba, 2 wamejisikia kuja kazini, mmoja ametoroka. Unajikuta uko na kampuni uko peke yako. That is demonic plan. Mapepo yameingia, yameanza kuingia kwa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4. Kwenye kufunika watu kwa damu ya Yesu, hadi wafanyakazi watakuwa wafunike kwa damu ya Yesu. Watoto wako wafunike kwa damu ya Yesu. Kwa hiyo maombi bila kukoma, unatakiwa uwe na consistency prayer. Maombi sio kujisikia. Ndio maana siku zote ukitaka kuomba, uwaga unasikia kauchovu. Lakini ukiomba dakika 3, dakika 4 unaanza kujisikia unaomba. Unaweza kushangaa unaenda hadi lisali moja, unajiuliza nimefikaje lisali moja. Lakini ukianza kuomba, Baba kwa jina la Yesu Kristo hivi unajiuliza hivi naomba au siombe, simu inaita. Yaani kwa sababu bado hujatoka mwilini, hujatoka kwenye hali ya kimwili, hujaingia roho. The moment you step roho, Mungu anaanza kukutia nguvu, unaanza kuomba consistency. Lakini kuomba ni vita. Mwambie jirani, maombi ni vita. Maombi ni vita. Kwa hiyo shetani anajua akianza kuomba huyu vita. Akianza kuomba huyu vita. Na nyumba zaidi ya 7. Kila nikitoka tu ndani ya nyumba, naomba zangu taratibu. Ila nikitoka tu naomba mtumishi. Sijai kujitambulisha kwa mimi ni mtumishi, lakini nasema mtumishi. Mwenye nyumba tu lazima apate siku ya kwamba humu ndani kuna mtumishi. Kwa sababu uwepo wa kiungu ule eneo unakuwa very dangerous. The same vitu vyake hapo jirani vinakuwa vinatikiswa vya kutosha. Nilikuwa maeneo ya Keko mwaka 2020 ngapi? Niliamka tu asubuhi, kodi yangu imeisha, nikachukua kodi yangu miezi 6, nikampa mama wakati, nikamwambia kodi yangu hiyo hapa. Akaniambia hicho chumba naomba tu uhame na mtoto wangu anarudi sijui kutoka safari wapi na wapi, hivyo naomba uhame. Nikamwambia mimi siwezi nikahama kwa sababu nina mipango mingi vile. Nikaondoka. Nilivyoondoka nikaja nikakuta kofuli wamelipiga nyundo na walijafunguka. Walilipiga nyundo, ni kwamba wananifukuza. Shida unafukuza sio naomba uwezi kutoa hela. Shida ni kwamba huo moto wako huo ndani baba unaunguza bairizi yetu. Unaunguza uchawi wetu. Kwa hiyo spiritual state ndio ijenga kwenye ile nyumba. Wachawi wakifika tu wanajua kabisa hapa tutanasa. Pale kuna moto, hawakanyagi. Hiyo inaitwa nini? Maombi. Unapofanya maombi, shetani anachukia. Shetani anachukia. Na maombi ni vita, kwa sababu hata wanafunzi wa Yesu alienda mara ya kwanza akauliza, mmeshindwa kuomba nami hata lisali moja? Mmeshindwa kuomba nami hata masaa 2? Kwa sababu waligonga usingizi. Na endapo wasingegonga usingizi, nafikiri hata wasingemkimbia Yesu, wasingemkana kile level ile. Maana kila mmoja hadi Petro alisema huyu mimi simjui. Iligeuka tu mimi simjui yani. Kwa sababu alikuwa hajaomba ili kuweza kustahimili. Lakini Yesu alikuwa ameomba kwenye level za juu sana. Hiyo nimeongelea ni step ya 3. Maintain spiritual state of your house. Alafu consistency prayer. Ukiamka asubuhi omba. Na maombi ambayo unatakiwa uombe, naombeni tubadilike. Maombi ambayo unatakiwa uombe, omba maombi ya shukrani, hayo ni ya kawaida. Maombi ya kuhitaji vitu, fanya declaration. Achana na maombi ya kidunia. Ya kubegi, maombi ya kubegi. Wewe umefanya maombi, Mungu ninaomba siku ya leo unibariki, uniongoze kwenye njia yangu, ubariki ninapokwenda, unibariki na wateja. Amen. Hiyo bado ni mtoto mchanga. Utakuwa hata umnyweshe maziwa. Kila ugali vibao. Maana bado mtoto. Be serious. Kila ugali vibao. Reason ni kwamba nimekupa mamlaka kanyaga nyoka na ngeo nyoka umemkanyaga. Nenda ukatawale, nimekupa mamlaka ya kutawala. Wewe nakwambia kamata mbuzi, unasema Mungu, naomba huyo mbuzi aje. Nimekupa uwezo wa kumiliki. Mungu unatakiwa umiliki wewe, sio shetani akusaidia kumiliki. Ngaba unanielewa? Kwa hiyo key point kwenye maombi, hakikisha una kitu kinaitwa declaration. Sema matamko. Unasema siku yangu ya leo
Hakuna nguvu za giza zitakazonishambulia kwa jina la Yesu Kristo. Barabara yangu yote, gari langu lote limelindwa kwa damu ya Yesu. Ninatamka na kutangaza leo, wateja watajaa kwenye ofisi yangu. Ninatamka na kutangaza, kila mshale wa adui, kila mtego wa adui uliotumwa kwangu hautonifikia kwa jina la Yesu Kristo. Hizo prayer shetani anaziogopa. The same. Kwa nini prayer hiyo? Ni kwamba kuna watu wengine wanafanya maombi ya kubegi, wanalea pepo. Yaani wanalibembeleza pepo, wanaambia pepo, come close, come I hug you, come be close. Biblia inasema haya kwenye mapepo. Biblia imesemeje? Imesema cast out devils. Imesema cast out devils. Kemea pepo. Nini maana ya kukemea? Hivi unajua mamako akikukemea unafanya nini? Akwambia mwanangu, osha nywele. Hapo nimekemea. Mwanangu, suka nywele. Hapo nimekemea. Nimesema suka nywele. Nywele zinajisuka zenyewe. Hiyo ndio maana Biblia imesema cast out devils. Sasa hii inaendana na ile ya maintain spiritual state of your house. Kama ndani limeingia pepo, maombi ya kuondoa pepo, unasema kila mchawi anayeingia ndani ya nyumba, I cancel every spirit, I destroy, ninaharibu, ninaondoa, ninavunja kila madhabahu na iharibu, kila mtego wa giza na uharibu, kila irizi na haribu. Pepo hauliambii, Baba ninaomba pepo litoke, pepo litoke. Unatuanga maji kwenye kinu. That is not biblical at all. Ngapi mnanielewa hapo? Kama unanielewa nyosha mkono juu. Sema Yesu, nisaidie na unifundishe maombi ya matamko au declaration in Jesus name. Mimi hata nikiona nakemea pepo siwezi nikasema, Baba ili pepo loleta ugonjwa naomba litoke. Litoke pepo kwenye mguu naomba pepo toka. Hakuna. You demon, I command you out in the name of Jesus. That's right. I command you out in the name of Jesus. We pepo kwenye hiyo biashara, we uchawi unaleta umaskini, ninakuamuru kamata moto. Kamata moto. Teketea, haribika kwa jina la Yesu. That's powerful. Watu wote ambao wanasemaga, kwa nini unapiga makelele? Yale maneno wanakuwa kwa mitumwa na shetani. Wanakuambia acha makelele, acha maombi ya makelele. Nichote wanakuwa na moto. Pepo linatoka kwa kukemewa. Kwa hiyo ni aina ya maombi. Kwa hiyo consistency prayer. Consistency prayer. Ngapi ananielewa? Step hiyo nilikuwa ni step ya 3. Step ya 4 inaitwa blood of Jesus. Kabra aduza. Nikitamka hii ni step kubwa kuliko nyingine zote. Say blood of Jesus. Sema damu ya Yesu. Yaani wewe huwezi ukashinda chochote duniani kama hautumii damu. Huwezi ukawa mkubwa kwenye biashara kama hautumii damu. Unaweza kutumia damu ya mbuzi, ng'ombe, kondoo, ila pia una uwezo ukachagua kutumia damu ya Yesu. In short, yote anayefanikiwa kwenye biashara, kwenye uchumi, kwenye level za juu, lazima atumie damu. Kama in short, kama unataka uwe maisha madogo, ujenge zako kirumu kimoja, yani hata kwenye kupikia unapikia mkaa, uishi maisha ya chini. Hata mapepo huwa yani mfano pepo linakuja linaanza kupigana, linapigania nini? Linapigana vitu ambavyo vinaonekana. Kwa hiyo kama unahitaji uwe maskini, shetani hata anajiuliza nije kuiba. Biblia inasema mwivi huja ili kuiba, kuua na kuharibu. Sasa wewe hauna hata cha kuiba. Nyumbani kwenu unakumbuka uliendaka kijijini? Kijijini unarudisha tu mlango, unaondoka. Kwa sababu mtu akiingia ndani, anaiba chakula, anaiba jero, hamna hata hukumi mle. Kwa hiyo shoti hata hamna haja ya kuweka security kubwa. Hamna haja hata ya mlinzi. Kwa hiyo mwivi huja ili kuiba, shoti hauna cha kuiba, sasa ibe nini? Ndio maana maskini hawana vita kubwa. Yaani maskini vita yao unakuta ni ndogo ndogo. Hawazielewi vita. Shetani huja ili kuiba, kuua na kuharibu. Hauna hata cha kuharibu. Hii shoti shetani anapambana mpaka unakuja kushia anashambulia afya. Kwa sababu amekosa cha kuharibu kingine, anaharibu afya tu. Kwa hiyo key point inayoongelea, endapo unataka kuwa mfanyabiashara mkubwa, either biashara kubwa yote ile, kuna damu. Ndio maana wengine wanaenda kwa waganga kutumia damu. Waganga ambao ni real. Hamna mganga ambaye ni real anakuambia lete pasi ya umeme. Niletee friji. Hakuna mganga ambaye yuko real mganga anakuambia niletee
saa ya gold au niletee Nokia kitochi. Hakuna. Au simu ya Samsung. Hapana, ni damu inahitajika. Mganga wa kweli atakwambia lete damu, mbuzi mwekundu. In short anamchinja. Mwingine atasema ng'ombe, mwingine kondoo, mwingine paka, mwingine chochote kile atakwambia leta achinje. Nini kinahitajika pale? Damu. Haijalishi wamechinja damu ya mnyama ina gani. Haijalishi wamechinja ng'ombe, wamechinja mbuzi, wamechinja paka, wamechinja simba. Wewe unatakiwa ujue kunaye kondoo, Lamb of God. There is a Lamb of God. Kondoo wa Mungu. Kondoo wa Mungu yupo ambaye ni Yesu Kristo, aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Wao wakija na damu ya ng'ombe, wewe njoo na damu ya Yesu. Wakija na damu ya mbuzi, wewe njoo na damu ya Yesu. Wakija na damu ya paka, wewe njoo na damu ya Yesu. Damu ya Yesu inanena mema kuliko damu ya Abeli. Hata kama ametoa kafara bibi yake, hata kama ametoa kafara mtoto wake ili apate utajiri, Biblia inasema damu ya Yesu inanena mema kuliko damu ya Abeli. Abeli hakutenda dhambi. Unajua Abeli alitoa sadaka nyingi. Kwa hiyo ndugu yake akamuonea wivu. Aliuliwa kwa sababu ametoa sadaka. The same Biblia inasema damu ya Yesu inanena mema kuliko damu ya Abeli. Kwa hiyo Abeli kwa nini anasema direct Abeli? Aseme Daudi, asiseme mtu mwingine. Abeli alikufa kwa sababu alikuwa na dhambi. Kwa sababu dhambi ya Abeli ni kutoa sadaka kubwa. Na in short ni kwamba alikuwa na dhambi. Kwa damu ya Yesu inanena mema kuliko damu ya Abeli. Kwa hiyo damu ya Yesu kama inanena mema kuliko damu ya Abeli, jua kabisa inanena mema kuliko damu ya mbuzi, inanena mema kuliko damu ya kondoo, inanena mema kuliko damu ya ng'ombe. Kama unanielewa? Mwaka 2018 nilikuwa maeneo ya mawasiliano. Hii nataka nirudie. Nilikuwa maeneo ya mawasiliano. Nilikuwa nimefungua biashara ya chips. Nikaja siku moja nikakuta imevunjwa, nimeibiwa kila kitu. Nikakuta nimeibiwa kila kitu. Nikasema hapa, God help me. Kwanza Mungu alikuwa ananiambia nitoke leo. Na hiyo sitaki niongelee kwa sasa. Nikasema God help me. Niliposema God help me, nikachukua maji. Wakati naangalia hivi, nikaona vijana wamekaa pembeni pale. Nikajua kabisa Mungu Roho Mtakatifu akaniambia ni hao. Ila sasa ukianza kuambia ni wewe, utasema unanichingizia. Umeniona wapi? Nipe ushahidi. Nikaachana nayo, nikasema sipigani nao. Nikachukua maji. Nikasema ya maji natakuwa niweke chumvi. Chumvi inatokaga wapi? Ardhini. Nikachukua udongo nikaweka kwenye ile kichupa. Kikawa kama kimekorogwa fulani hivi. Mtu akajiuliza, hii nini? Nikafika pale nikamwambia, sasa vijana sikilizeni. Kama unaona leo sijafungua hapo, ni kwamba jana usiku nimeibiwa vitu vyangu. Lakini naomba nitoe onyo moja. Natoa siku hizo 3. Ninaomba mtu aliyechukua wewe ameshavirudisha. Nafikiri tunaelewana. Umeelewana? Nikachukua kile kopo changu. Tunaelewana? Hakikisha mtu amerudisha. Haina shida, naondoka. Nikaondoka. Nilipoondoka saa 4 usiku, naona message ndefu kama paragraph. Niko njiani, naenda, babu yangu mimi ni maji marefu. Enda kuhakikishia hivi, Mungu ananiona. Aliandika neno, babu yangu mimi ni maji marefu. Naenda kijijini, naenda Tanga. Nakwambia utanielewa, cha moto utakiona. Alipomaliza hivyo, mimi nikamwambia Yesu, mimi ni type Yesu ni mwema. Nikafurahia. Nilifurahia alafu nikalala. Nilifurahi alafu nikalala. Wakati nalala nasema I cover myself with the blood of Jesus. Amen. I cover myself with the blood of Jesus. Hallelujah. The moment nimemaliza vile, sikuona chochote kilichotokea. Kesho yake walikuwa na duka kubwa, hawakufungua. Wiki ya kwanza hawajafungua, wiki ya pili hawajafungua, wiki ya tatu hawajafungua. Walivyokuja wakaja wakahama. Yaani kwanza alikaa miezi 2 vitu viko ndani, wakalipishwa kodi. Kwanza kodi ilikuwa ni 300,000. Kwa hiyo ndio maisha alipiga hasara nzito sana. Alafu wakaja wakahama lene. In short, mimi niko zangu sina shida, sikuhangaika chochote. In short, huko kwa mganga isikana wametoa ng'ombe za kutosha. Ila mimi nilikuwa na confidence, sio kwa sababu nina simba, sio kwa sababu nina silaha, sio kwa sababu nina jembe, sio kwa sababu nina shoka. Nilikuwa nina uhakika. Mganga hatuhitaji fridge, mganga hatuhitaji simu, atahitaji kuchinja mbuzi, atahitaji kuchinja kondoo. Hivyo mimi ninaye kondoo wa Mungu, kondoo pekee ambaye ni Yesu Kristo, aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu, na damu ya Yesu ilikuwa inanena mema kwangu. Kwa hiyo hata siogopi, yani sitetemeki. Mwambie jirani, acha kutetemeka. Iko damu ya Yesu. Iko damu ya Yesu.
Hiyo ndio unatakiwa uwe na confidence kwenye hizo level. Unapotamka najikava kwa damu ya Yesu, shetani akija anagusa hivi, fire, anakutana na fire. Somebody say fire. Fire. Say fire. Fire. Anakutana na damu ya Yesu ambayo nini? Moto. Kwa hiyo key point kwenye hii point ya mwisho ya damu ya Yesu, tunaenda kumaliza. Point ya kutumia damu ya Yesu. Jambo la kwanza unatakiwa ujue damu ya Yesu inanena mema. Kokote unakoiweka inanena mema. Ndio maana wana wa Israeli kabla hawajatoka Misri, kulikuwa kuna pigo la mtoto wa kwanza. Waliambiwa wapake damu kwenye kizingiti cha mlango. Ni kwamba malaika wa kifo, adui akija akikutana na mlango ambao umepakwa damu, anasema hii nyumba inanenewa mema, haingii laui, anaenda nyumba ambazo hazina damu. Kwa hiyo the moment umepaka damu ya Yesu kwenye paji la uso, umepaka damu ya Yesu kwenye nyumba yako, umepaka damu ya Yesu, umejifunika kwa damu ya Yesu, hakuna shetani anaweza kukugusa. Kwa hiyo prayer point ya matumizi ya damu ya Yesu, una uwezo kila ukiamka asubuhi sema najifunika kwa damu ya Yesu Kristo. Nafunika nyumba yangu kwa damu ya Yesu. Nafunika watoto wangu kwa damu ya Yesu. Nafunika biashara yangu kwa damu ya Yesu. Ninatamka imefunikwa kwa damu ya Yesu. Imefunikwa kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu inanena mema. Ninatamka mema kwenye ile biashara. Ninatamka mema kwenye ile uchumi. Natamka mema kwenye ile kazi kwa jina la Yesu Kristo. Usiku wakati unalala, kitanda changu kimefunikwa kwa damu ya Yesu. Mwili wangu umefunikwa kwa damu ya Yesu. Kuanzia kwenye kichwa hadi kwenye miguu nimefunikwa kwa damu ya Yesu Kristo. Nyumba yangu imefunikwa kwa damu ya Yesu. Mchawi akija anataka kuingia ndani, anakutana na moto. Anakutana na uzio wa moto. Damu ya Yesu ni saini mojawapo ambayo, kama ile nyumba ya Ayubu na mali zake zote, Mungu alimwambia Ayubu, Shetani alimwambia Ayubu, si kwa sababu umemwekea uzio wa moto Ayubu. Umemwekea uzio wa moto, wigo wa moto. Wigo wa moto ukiukalkulate ni kwamba ni wingu, ni damu ya Yesu amezungushiwa anakotembea. Aya, sasa jiulize, ng'ombe wanatoka hapo wanaenda kuswaga Mbagala ili wale. Hilo huo uzio wa moto umekaaje Mbagala? Wakitoka Mbagala wanaenda huo uzio inamaanisha wanatembea nao. Kwa hiyo the same wewe ukisema nimejifunika kwa damu ya Yesu, unakuwa umefunikwa. Ndio maana waliweka damu kwenye kizingiti cha mlango, shetani alikuwa hawezi kugusa. Ile roho ya mauti ilikuwa haiwezi kuingia ndani. Watoto wa kwanza walikufa kwenye nyumba nyingine, lakini wana wa Israeli walikuwa wameka damu kwenye mlango. Shetani yani roho ya mauti ikifika tu hivi inaachana nayo. Shetani alikuwa akitaka kumgusa tu Ayubu, papa anakutana na wigo wa moto, anarudi nyuma. Siku zote anarudi nyuma, anaacha linaendelea kuwa tajiri tu. Kwa sababu kuna kitu kinaitwa nini? Damu ya Yesu. Kuna kitu kinaitwa nini? Damu ya Yesu. Kwa hiyo damu ya Yesu haitumiki kwako tu. Unatakiwa itumie kwenye vitu vyako. Utakase nyumba yako kwa damu ya Yesu. Kuna point unaweza ukashika maji, ukasema haya maji nayageuza kuwa damu ya Yesu. Unayamwaga kwenye nyumba, unayamwaga kwenye ofisi, unamwaga eneo lolote lile. Unageuza lile eneo. Kama ni madhabahu kulikuwa kumechinjiwa mbuzi, kondoo, paka, simba, direct unaita damu ya Yesu, inakuwa inanena mema. Sasa hivi mnasikia kuna vikao mbalimbali, wanakaa wanachinja, mara kufukua kaburi, wanachinja vya kutosha. Mimi kati ya watu ambao nina confidence, huwezi kunifanya chochote. Wataenda watachinja, na pia kwenye kikao chenyewe mimi sipo. Unajua kama wanakutoaga vitisho, hakikisha babu anawaita. Kuna statement zinatokaga, baba yenu sio anataka kufa, anawaita. Mnatakiwa mgawiwe sio urisi. Hakuna gacha urisi pale sometimes. Kuna wewe kweli urisi, lakini kuna point ambayo unakuta wanachinja, wanaanza sio kuweka magano ya kijinga. In short, wao wakichinja mimi nasema naenda na damu ya Yesu. Na the moment siku yote wamejikoroga wakaniita nikafika. Ninafika ninakaa zangu tu hivi. Moyoni naita damu ya Yesu. In short, mipango yao yote pale inavurugika. Wanaanza kujiuliza, kuna mtu amekuja hapa na mkosi. Mambo hayajatendeka. Hakuna cha mkosi, ni jamaa yuko pale ana intercede in the mighty name of Jesus. Kila ninachokiangalia ninakimwagia damu ya Yesu. Watu ninaoangalia kimoyo watajuta. Inafikia point hawakuiti. Mnyosha mkono isema, Baba, kwa jina la Yesu, ninaomba hekima, ninaomba maarifa ya kuweza kutumia damu ya Yesu. Na achilia damu ya Yesu kwenye mwili wangu, kuanzia kwenye nywele hadi kwenye miguu. Najifunika kwa damu ya Yesu.
Ninafunika nyumba yangu kwa damu ya Yesu Kristo. Nafunika watoto, nafunika ndugu zangu, nafunika biashara yangu kwa damu ya Yesu Kristo. Omba, funika biashara kwa damu ya Yesu. Pray. Jifunike kwa damu ya Yesu. Zelingra azuka payama iraboza zeguza izagayaba libra adente zive intakuyama. In Jesus name we pray. Kwa hiyo hivi vitu vinne usipokuwa navyo, utapata utajiri, utaenda juu kweli, ila shetani akitaka kukuangamiza na kuangamiza ndani ya siku moja. Pointi namba 1 nimetamka ya kwamba ili uweze kumaintain utajiri wako, unatakiwa uwe na roho ya kusamehe, achilia msamaha. Pointi namba 2 ni mazingira ya kiroho. Uhakikishe mazingira ya kiroho ya nyumbani kwako yanakuwepo, ya ofisini yanakuwepo. Hautakiwi uweke idols ndani ya nyumba, hautakiwi kuwa kuna vitu vya kishetani. The same wewe kama ni mwanamke, kuna pointi baby wako anakupa zawadi. Ile zawadi sometimes siombe. Unaweza ukala kitu amekupa au umetumia kitu direct, unakuta ndio ushafunga naye ndoa. Direct unakuta amesema, "Mungu anapokunywa hii juice kuanzia leo ni mke wangu." Hey. Unashangaa kila anayekutongoza, anayekupiga sound, anaondoka tu peke yake. Yaani anakuacha tu bila sababu, yaani bila sababu. In short anakuona uko kwenye ndoa. Wewe ni mke wa mtu au wewe ni mume wa mtu. Kwa hiyo unatakiwa nini? Sema takasa kwa damu ya Yesu. Takasa kwa damu ya Yesu. Kanisani waga wanasema wanaweka vitu wafu. The same, wewe pia unaweza ukaweka vitu wafu. Unaweza ukatakasa vitu in the name of Jesus. Step ya 3 ni consistency prayer. Kesheni mkiomba ili msije mkaingia majaribuni. Hajasema muombe risala kwanza alafu mtulie. Kesheni mkiomba ili msije mkaingia majaribuni. Ya mwisho ni kutumia damu ya Yesu Kristo.